is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Mpenzi mtazamaji wa runinga ya Nyota, karibu sana kwenye kipindi chetu cha Waridi. Leo ikiwa Alhamisi ya tarehe 16 Aprili mwaka 2026. Mimi nikiwa mwelekezi wako Lorraine Obuti. Leo hii tungependa kuzungumzia kuhusu talaka katika jamii ya saa hizi. Na kufanikisha kipindi hiki siwezi kuwa mwenyewe, bali nina mgeni studioni na ningependa ajitambulishe kwenu ndio tuweze kuendelea na kipindi chetu. Karibu sana. Asante sana. Uko salama? Niko salama kabisa. Nashukuru. Okay. Nitaanza tuna kujitambulisha. Kwa majina mimi naitwa Pastor Reinhard ama mchungaji Reinhard kutoka pale Busia Boda. Mwanzilishi wa kanisa inaitwa Chambers of Revival. Tuko pale Busia town kwenyewe. Na kando na uchungaji, mimi ni mdadisi tu wa mambo ya kijamii kwa jumla. Asante sana. Sawa, asante sana Pastor Reinhard kutafuta muda wako kuja leo tuweze kuendeleza kipindi yetu. Tulikuwa tumewaahidi kuwa next Thursday tutakuwa hapa pamoja tukiendelea kujadiliana na pia kujulizana yenye inaendelea kwa society yetu. Pastor Reinhard, nimechagua hii topic ya talaka manake saizi rate kubwa sana nchini inaongezeka. Watu wengi wanafanya divorce. Talaka ni divorce kwa wale ambao hawajui talaka kwa Kiswahili ni divorce. Watu wengi sana wanapata hiyo talaka saizi kwa society, na kulingana na utafiti inaonyesha kwa from the year 2013 to 2022, 2013 ilikuwa rate ilikuwa 1194. Kufikia 2013 rate ilikuwa imepanda to 5600. Kumaanisha the more miaka zinasonga the more rate ya talaka inaongezeka, and that was 2013. So you can imagine kufikia saizi 2026, meaning tumefika 10,000 na hiyo si jambo nzuri sana. So leo tungependa tuelimishe watu pale nyumbani tujue ni nini haswa inafanya watu wanaendelea kupata talaka katika jamii yetu. Na pengine tukianza, ni sababu zipi zinafanya watu maybe wanapata talaka katika jamii? Asante sana. Hiyo ni mada nzuri sana ambayo umechagua na nashukuru kwa hiyo. Maana kwa kweli talaka ni kitu ambacho kina affect jamii kwa jumla. Na kiki-affect jamii kina affect hata mpaka watu ambao wako ndani, kwa mfano kama watoto. Na ukiangalia katika jamii yetu kwa jumla, mimi kama mchungaji nimeona vitu kama hivyo na kama mdadisi wa jamii. Kuna utafiti ambao pia nimefanya, na ukiangalia kuna mambo mengi ambayo yanaweza fanya kukuwe na talaka. Nitataja tu chache, sitataja zote maana ni zaidi ya 10. Ya kwanza kabisa nitasema kuna ile young age ama umri mdogo. Unapata mara mingi watu wanaingia katika ndoa katika umri mdogo. Na mimi huwa nasema hivi, watoto wa kike yule ambaye amekoma ni miaka 25, 26 kwenda juu. Huyo ndio mtu ambaye amekoma. Akisema ndio yake ni kubwa. Akisema hapana ni hapana. Lakini unapata watu wanaingia kwa ndoa katika miaka 20, 21. Unapata hiyo ni wakati yenye bado mtu hajajijua hata vizuri. Hata 18 unapata mtu amemaliza tu high school ameingia kwa ndoa. So wakati anafika miaka 26, wakati anakomaa hata kimawazo, unapata anaona hapana, huyu mtu mwenye niko na yeye sio mtu ambaye anafaa kuwa na mimi. Hiyo ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili, kuna watu wanatumia mihadarati siku hizi sana. Ulevi, nimeona ulevi ikivunja ndoa. Ndoa nyingi, sio moja tu. Kuna watu wako addicted sana mpaka sasa wanakuwa irresponsible pale nyumbani. Akitoka kazini ni ulevi. Kila wakati ulevi, haezi lipa karo, haezi fanya chochote. Unafanya hiyo, inafanya kunakuwa na talaka. Hiyo ni kitu cha pili. Kitu cha tatu ni kukuwa incompatible. Unajua kabla uingie katika ndoa ni vizuri sana
ujue vision ya huyu mtu kama mwanaume anaenda wapi, anakupeleka wapi na atapeleka wapi jamii yako. Lakini unapata tuko incompatible. Kwa mfano mimi ni mchungaji. Wakati naoa lazima niwe mtu ambaye atasupport vision yangu. Maana mimi ni kichwa, Biblia inaniweka hivyo. Mimi ni kichwa. Lakini sitaoa mtu ambaye ana plan kufanya vitu vingine na mimi naenda huko. Hiyo italeta ile kukosana. So hizo ni baadhi ya vitu. Aya, kitu kingine kinachangia pia kwa kukata ama kuleta talaka. Unapata ni watu kuto-communicate vizuri. Communication ni kitu ya maana sana. Na msipo communicate mara mingi unapata inaleta ile distance. Unapata inaleta distance. Na ikianza kuleta distance, hivyo ndo ile connection inapotea na unapata mtu anaamua hapana, wacha mimi niende maisha yangu, mimi pia niende maisha yangu. Kitu kingine ambacho ni muhimu pia sana ni finances. Unajua mimi mara mingi wanasema mapenzi hailiki. Ukweli. Mapenzi hailiki. Hata kama watu wasidanganyane. Wasidanganyane kabisa. Mapenzi hailiki. Ni pesa zinahitajika. Unajua kuna ile unaweza kuwa mwanamume unajituma, hata kwa ile kidogo unapata familia inakula, haijalishi wanakula nini lakini wanakula. Hiyo itafanya ndoa yako inaweza simama. Lakini unapata kuna wale wanaume hawataki hata kufanya kazi. Hao wameketi kwa vile mwanamke anafanya kazi, ashughulike kila kitu. So mara nyingi unapata wanawake watakaa kwa muda wanachoka na mwanamke akishachoka amechoka. So hizo ndo baadhi za vitu kati ya zile mingi ambazo najua zenye zinasababisha talaka katika jamii yetu. Shukran sana Pastor Reinhard, at least hapo umetuelezea vizuri sana, maanake watu wengine wanashangaa, maybe mtu mdogo anashangaa walikuwa wanaishi pamoja, mbona wametalakiana? Mtu anashangaa like wako too very happy, maybe shida inza kwa nini, but at least umetuelimisha, tumepata kujua ni sababu gani zinafanya watu wanatalakiana katika jamii. Na pengine ningekuuliza hii kutoishi pamoja maybe inaweza kuwa ni chanzo cha watu kutalakiana. Pengine bibi anaishi huku Mumias, bwana yuko Mombasa, hiyo huwa inachangia pia ama tu ni watu wenyewe waheshimiane tu? No, inalingana jinsi foundation yenyu ambayo mliweka. Sidhani, kwa maana nimeona kuna watu ambao wanaishi mbali na wake zao, lakini unapata kuna ile constant communication. Watu wanazungumza, asubuhi watazungumza, lunch watazungumza, jioni watazungumza, utapata bado mahusiano yako karibu. Pia ikifika kwa mfano kama weekend ama mwisho wa mwezi, anakuja anaona jamii yake. Maana wataelewa ni shughuli za kazi ndizo zinafanya. Lakini ukiwa umekaa mbali na huyo amekaa mbali na hakuna hiyo mazungumzo, hakuna kujuliana hali, hakuna kufanya vitu pamoja, utapata hiyo pia inaweza changia. Lakini kukaa mbali sio sababu kuu ya kuchangia talaka. So inamaanisha watu wakikaa mbali na each other inafaa communication ikuwe ndio at least communication hiyo lazima mazungumzo ikue, hiyo communication lazima ikue. Wewe unakaa mbali ama haukai mbali? Haukai mbali. Ndoa inataka hivyo. Ukae mbali, uwe karibu, mazungumzo, communication lazima. Maana hiyo inachangia watu kukaa pamoja. Okay. Swali lingine, pengine kuna ile ukaribiano wa mwili, unapata watu wanakaa pamoja but hawahusiani pamoja. Ile physical intimacy haiko. Kimapenzi sasa. So sijui kama pia hiyo ni chanzo, maana unapata mimi huwa natembea nikiuliza watu, nafanya hizi statistics, unapata mtu anasema mwanaume anasema mimi itabidi nimeenda nje maana sasa huyu hanipi. Sasa sijui kama hiyo pia ni chanzo cha hiyo. Ni kitu kikubwa sana. Wacha ni kuambia kitu moja. Wakati utaamua kutoka kwa baba yako na mama yako, uje ungane na mwanaume, mnakuwa kitu kimoja. Wewe unataka, wewe hautaki. Akitaka unampa. Si kama umenipata vizuri? Na yeye pia hivyo hivyo. Akitaka unampa. Mwili wako unaacha kuwa wako, ni wake, na wake ni wako. Na hiyo ni baadhi ya vitu ambazo zinafanya kunakuwa na talaka. Ukweli kabisa. Na kuna wale wanawake unapata kuna hizo scenario nimekutana nazo, mtu alishajifungua then ile hamu tu ya ngono inatoka kabisa. Uhusiano wa kimwili hataki. Vitu kama hizo huwa zinafanyika na unapata zinafanya kunakuwa na talaka. Ambayo sio mzuri. Mwili wako sio wako ukishaoa ama ukishaoleka. Haifai
wewe kuzuia mwenzako hata siku moja. Haikubaliki. Yeah, okay. Hiyo ni kweli kabisa. Manake hapo hiyo ndio inafanya watu wengi sana wao wanakosana. Hata inaweza kosa ku lead into talaka, but at least inafanya pia ile cheating inakuwa pia. So inafaa watu waelewane, communication is everything. So naomba jamani tu communicate na wenzetu niposa tusielekee huko kwa mambo ya talaka. So tukiendelea, maybe matokeo gani huwa inatokea baada ya talaka kwa hiyo process ya after? Baada ya watu kukosana, kwa mfano na kuwa na talaka, kuna vitu vingi huwa vinaendelea. Mara mingi uhusiano huwa inaharibika. Maana talaka mara mingi haiji kwa njia nzuri. Ndio tuna mtu anakimbia court, nataka hii, nataka nusu ya mali, nataka hii. Na ndio imefanya vijana siku hizi wanaume wamekuwa janja sana. Wanatengeneza mali, wanaandika kwa jina ya baba ama kwa jina ya mama. Ili kukiwa na talaka, mimi sina chochote. Umeona? So kwa sababu ya vitu kama hivi, unapata watu ambao wanaumia sana ni watoto. Kama kuna watoto. Maana kuna hiyo mvutano. Mama atataka baba asione mtoto. Maana sisi setup yetu ya Kiafrika kuna vitu vingine havikubaliki tu. Vitu kama talaka. Kwa setup kama yetu. Vitu vidogo vidogo zisifanye kukuwe na mambo kama talaka. Yeah, so mara mingi unapata ni watoto wanaumia, familia zinagwaruzana, zinakosana, wanakuwa maadui. Watu ambao walikuwa wanapendana wanakuwa tena maadui, ambayo sio vizuri kabisa. Naam. Shukran sana. Okay, tukiendelea, pengine ni dalili gani huwa inaonyesha kuwa ndoa hiyo maybe inaelekea hiyo njia ya talaka? Kuna ile kuvunjika kwa mawasiliano. Tulikuwa tunaongea pengine kama mara 3 kwa siku, hata kukazina kujulia hali, pole tu inaanza kusonga mbali. Nilikuwa napenda nikitoka kazini na kuja nyumbani mapema, unapata siku hizi nachelewa ama nakuja baadaye. Kuna vitu ambavyo tumekuwa tukiwa na pengine kukosana pale kwenye nyumba. Unapata tunaitana pale kikao, tunazungumza kama mke na mume. Lakini unapata tukikosana hakuna kuzungumza. Wewe pita njia yako, mimi nipite njia yangu. Inafika mahali hata mimi naanza kupika vyakula vya kwangu, wewe unapika pia. Ili hali tunaishi nyumba moja. Hatuwezi lala kitanda moja. So hizo ndo baadhi za vitu nitaziita indicators za kuonyesha hii ndoa haiendi mahali pazuri. Yeah. Ukiona mtu anamfuria mwingine, hataki kuongea na yeye, vitu kama hivyo. Ni kama mwenye ame give up, lakini sasa hataki kujitoa kwanza. Hataki kujitoa kwanza. Hizo ndo baadhi za vitu. Ukiona jinsi mnatembea na vile mnaoperate kwa nyumba haiko kwa njia ile mlianza ama vile mnakuwa mnaoperate, unapata hiyo inakuwa red flag kwa kiwango kingine. Okay. Sawa. Ni utafiti unaonyesha kuwa asilimia 60 ya wanawake ndio ambao huwa wanakimbilia mambo ya divorce. Sijui kwa upande wako, je, ni ukweli ama hii utafiti ambayo imefanyika si kweli? Sijui nitasema aje, lakini nitasema mara mingi ukiangalia hata kwenye mitandao na kila mahali. Naam. Ni wanawake ndo huwa wanabonyeza kile kidude, anasema mimi nimeamua sitakaa naye. Si wanaume kabisa. Mara mingi ni wanawake. Kwa hivyo kwa kiwango fulani nitakubaliana na hiyo utafiti. Sio rahisi sana mwanaume amke tu anasema mimi nimechoka na ndoa, mimi natoka. Wanaume wengi wanavumilia tu. Wanavumilia tu kwa anatoka nje, unaona kumbe umekuwa ukivumilia haya yote. Kabisa. So wanaume tumeumbwa hivyo. Tumeumbwa kutokuwa watu wa kunungunika. Lakini tunasema kwa vile vitu vimebadilika, wanaume wengi wamekufa kupitia tu stress za familia. Wanawake wote sio malaika. Kuna wale wengine sijui waliumbwa aje. Kama kuna kisanga kilitokea Busia, mwanamke tu alichukua maji moto, mume wake amelala, akamwagia maji moto, jamaa akachomeka mwili karibu yote. Na ni mtu ambaye najua na wote wawili na wajua. Unaona kitu kama hicho. So unapata kuna wale wanaume wamekaliwa lakini hawasemi. Lakini mwanamke akaliwa, wao huwa wepesi sana ile kufungua roho na kuzungumza. Ndio maana wanaishi hata muda mrefu kuliko wanaume. Kwa hivyo mimi nitakubaliana na utafiti huo. Kabisa. Okay. Na je, baada ya talaka ni nani huwa na move on haraka? Ni
mwanaume yule ambaye ataoa maybe haraka, mwanaume ama mwanamke? Hiyo bila kudanganya ni mwanaume. Maana sisi wanaume, unajua sisi tumeumbwa tofauti na nyinyi. Naam. Sisi huwa tunafurahishwa ama tunapendezwa kupitia macho. Kabla mwanaume akuje akutafute ama atake kukuoa, atavutiwa na vitu fulani ambavyo ameona. Lakini wanawake hamwendi tu na kuvutiwa peke yake. Kuna ile emotions, kuna attachment, ile emotions huwa zinakuwa ndani. Kwa hivyo sisi kuachana na kusonga mbele ni rahisi sana. Mara mingi ukiangalia wanaume ambao wamepoteza wake zao, wengi wao hata mwezi mmoja ama wiki, hata kuna wale siku 2 siku 3 tena ameona maisha inaendelea. Lakini wanawake wengi unapata wanakuwa hata wajane. Wamekaa hata miaka hazijaenda sana, lakini unapata tu wamekaa kama wajane. Hawana haraka sana kuendelea na maisha kama sisi wanaume. Kwa hivyo baada ya talaka, wanaume sisi huwa tunasonga mbele haraka sana kuliko wanawake. Okay, jamani wanaume, take your time, at least take your time. Maana ile safari imekuwa ngumu, usije ukaharakisha then ukajipata kwa hiyo shimo. Ni maumbile. Sisi tuko tu hivyo, tumeumbwa hivyo. Sisi ni watu wa kusonga mbele haraka. Wanasema lazima upate mtu ambaye atakupikia, atakufanyia usafi haraka, hakuna kupoteza muda. Haya. Ni sawa. Okay, tumezungumzia talaka at least kwa the general society setting. Na ningependa maybe wewe ni pastor, utuelezee, je, talaka ilikuwa katika Biblia? Talaka iko katika Biblia. Naam. Na nitakupatia mfano mzuri. Mfano kama mmoja ama 2 hivi. Ukisoma kitabu cha Ezra. Naam. 10 kuanzia 4. Biblia inaongea kuhusu wana wa Israeli walikuwa wameenda exile. Mafichoni. Na waliporudi, mtumishi wa Mungu Ezra anawaambia itabidi muache wake ambao mlioa mkiwa kule. Aliwaambia inabidi muache. Maana yeye anasema hiyo ilikuwa unlawful. Unanipata? So aliwaambia nyinyi wana wa Israeli muache wale wake. Kumaanisha hiyo ni talaka. Mtu ambaye mlikuwa mmeoa wakati ulikuwa kule mafichoni, utumwani, umerudi unaambiwa umwache. Hiyo ni talaka. Kitu cha pili, talaka pia tunaona hata tu kwa Maria, mama wa Yesu. Karibu ilikuwa inafanyika. Maana ni mtu ambaye alikuwa amepoozwa kwa Yusufu. Lakini Yusufu alipogundua huyu Maria ana ujauzito, Yusufu alikuwa amesema mimi sitaki hii. Kumaanisha alikuwa anamwacha. Ingawaje hawakuwa wameoana, but alikuwa amepoozwa. Hiyo ni kitu kingine kinakuonyesha Yusufu alikuwa anajaribu kuhepa, anakimbia hii. Ndio. Unanipata? So talaka iko kwenye Biblia. Na mifano mingine mingi sana pia bado iko kwenye Biblia kuhusu talaka. Okay. Yeah. Sawa. Na pengine Biblia inatufunza vipi kuhusu talaka na maybe kuoa tena mara ya pili? Maana saizi kwa society saizi unapata mtu maybe anaoa hata bibi 2, 3, na pia ilikuwa katika Biblia. So sijui Biblia inatufunza vipi kuhusu. Wacha niseme kitu. Unajua makanisa tofauti yana mtazamo tofauti. Naam. Kulingana na mimi kama mchungaji na kanisa ambalo nakuza, haturuhusu watu kuoa bibi 2. Naam. Ingawaja kwa Biblia kuna mifano. Na ukiangalia watu wote ambao walioa bibi 2, mambo hayakuisha vizuri. Na wote ambao walimjua Mungu hawakutaka kuoa bibi 2, wajipata tu kwa situation kama hiyo. Kwa mfano mtu kama Abrahamu, yuko na Sara amemwoa, lakini kwa vile aliona hawezi pata mtoto, Sara akamwambia pata mtoto na mjakazi. Haikukuwa mpango wa Abrahamu kupata mtoto na nani? Na mjakazi wake. Unaona? Ni situation ilimsukuma kuzana nani? Na mjakazi. Mtu kama Yakobo alipata mke. Yeye alimtaka Rachel. Lakini baba yake akafanya mambo yake, akamleta Lea kwanza, maana alikuwa mtoto wa kwanza. Lakini kwa vile alikuwa anampenda Rachel, tena ikabidi afanye kazi ili achukue mtu ambaye anampenda. Lakini unapata wote intention zao haikukuwa kuwa na bibi 2. Kuna madhara makubwa kuwa na bibi 2. Umeona familia ambazo ni polygamous. Familia hii haipendi hawa wanapiga hawa. Hivyo vitu vyote vinaweza kuwa avoided. Tunaweza zuia vitu kama hivyo.
Na mambo na kuolewa mara ya pili kwa mfano, baada ya talaka, hiyo pia kwa Biblia iko. Unapata kuna mtu anaitwa Ruth kwa Biblia. Ruth yule alimpoteza bwana yake, Chilion na Malion. Walikufa. Na huyu alikuwa bwana yake. So akaamua kubaki na mother-in-law, mama mkwe yule. Na baadaye Mungu akampa Boaz. Na ndiye aliolewa na yeye. Unapata uzao wa Yesu unatoka hapo hapo. So unapata kuna wale ambao kuna ile umempoteza mke ama mume, unaolewa tena. Pia talaka inakubaliwa baada ya talaka kama mmefuata njia ambazo zinastahili. Wewe kuolewa ama kuoa inakubalika hata kwa Biblia. Yeah. Okay. Shukran sana Pastor Reinhard, at least kwa kutu educate, kuenlarge yo topic, at least ndio watu wapate kuelewa vizuri. Tukimalizia pengine wacha niweke swali katika Kizungu ndio tuweze kuelewa vizuri. When is God okay with divorce? Kuna vitu vingi ukisoma Biblia. Unajua Biblia ni Mungu anazungumza. Mungu huzungumza kwa njia tofauti tofauti. Hata kusoma Biblia ni Mungu anakuzungumzia. Ni wakati gani talaka inakubaliwa ama Mungu anakubali talaka? Kitu cha kwanza, kuna adultery. Ukisoma kitabu cha Mathayo, Yesu anazungumza na anambia watu talaka inakubaliwa iwapo utanajisi kile kitanda cha ndoa. Talaka inakubaliwa. Na hiyo hakuna mtu yote atafungwa. Hiyo inakubaliwa. Kitu cha pili nimeona kwanza Wakristo mara mingi, na hii iende kila mtu. Unapata huko katika ndoa kuna watu wanajiita Wakristo lakini si Wakristo. Maana ukiangalia Yesu ni mfano wa bwana harusi, kanisa ni bi harusi. Na Biblia inatusihi sisi wanaume kupenda wake wetu jinsi Yesu anaipenda kanisa. Lakini unapata mtu kazi yake ni kupiga mke. Kuna wanawake wamevumilia sana mpaka kuna wale wameaga. Tuliona kuna huyu mwimbaji kutoka Nigeria, kumbe alikuwa anakipitia na mume wake. Hiyo ubabe, kupitia ubabe, kupiga wanawake, kuwatesa, vitu kama hizo, talaka inakubaliwa. Maana sisi kama Wakristo haturuhusu wanawake kupigwa na ubabe kama hiyo. Kufinyilia wanawake haikubaliki. Hiyo si tabia ya Kikristo. Kwa hivyo kupitia vitu kama hivyo talaka inakubalika. Ukiwa pale usipigwe mpaka ukufe uadimitiwe ndio utoke. Ikiwa mbaya, enda kwa mchungaji wako ama wazazi ama watu ambao uko karibu nao, wazungumze na mume wako. Akikataa kubadilika, inakubalika, wacha talaka na iwe pale. Kuliko kupoteza maisha yako. Manake saizi watu wengi sana wanavumilia hiyo domestic violence in the name of watu watasemaje, and most of the cases unapata kuwa ni Wakristo. Yeah. Wanasema kanisa itasemaje. Hiyo wacha nikwambie, hapo ndo mahali tunakosea kama Wakristo. Sisi kama Wakristo tunafunza wanaume kupenda wake zao. Penda mke, kama lazima umpige mke wako, mpige na pesa. Mpatie pesa, mpige na maua, chocolate, vitu mzuri. Hiyo ndo mapenzi. Mnasema kama nikupiga, mpige na vitu vizuri. Unaona? Lakini usichukue mkono wako kupiga mwanamke. Ni makosa kubwa sana. Mbona umpige? Penda jinsi Yesu alipenda kanisa mpaka akajitoa yeye mwenyewe kwa ajili ya kanisa. Hivyo ndio vile wanaume inafaa wapende wake zao. Kwa hivyo mtu asivumilie kupigwa. Haikubaliki. Maana sisi Wakristo hatufunzi watu kupigwa. Hiyo haikubaliki kabisa. Hapo talaka inakubalika. So at least hizo watu wameelewa talaka inakubalika kama mtu maybe amekufisha kwa ukuta. But I think pia before, in case maybe uko kwa hiyo situation ambayo maybe mume wako yuko violent, before talaka, si unaweza enda kwa pastor wako upate ushauri kwanza? Haukui tu mwepesi. Ni siku tu moja unaamua mimi hapa umenipiga leo. Unajua pia wanawake pia ukijua mume wako unampenda na unajua ni mtu wa hasira ya haraka, adjust, mjue nikiongea na yeye naongea na yeye aje. Usiwe mwanamke. Unajua kuna wale wanawake ambao mdomo pia iliraruka. Wale wakianza kuongea saa 1 atamaliza saa 8 ya usiku. Wanafanya saa zingine wanapigwa. Pia usikue mwanamke wa hiyo aina.
lakini haturuhusu wanaume kupiga wanawake. Ni makosa, haikubaliki kabisa. Haikubaliki. Maana ungesikia wazazi wetu wakituambia ikikuwa mbaya just walk out, tulia kidogo alafu mkuje mzungumze. Sawa, Pastor Reinhard, tukimalizia maybe ushauri wako kwa wanandoa ndiposa tu avoid hii mambo ya talaka, maana umeona rate ya talaka inazidi kupanda na si kitu mzuri sana. Sasa wewe kama pastor definitely huwezi taka umebless marriage ya mtu then after 3 years unapata tena talaka, so maybe unaweza washauri aje? Naweza shauri tu watu vitu vitatu. Kitu cha kwanza, watu wasiwe na haraka ya kuoa na kuoana. Chukua muda wako fika umri ambao itakusaidia hata wewe kufanya maamuzi ya busara. Watu wakome kwanza. Kitu cha pili, kabla uingie katika ndoa, tafuta wale washauri, wale counselors ama wachungaji wako, wacha wakufunze na wakueleze ujue ndoa ama unajiingiza kwa nini, covenant ipi, maagano gani unaingia ndani. Hiyo ni kitu cha pili. Kitu cha mwisho, watu wajifunze kukaa chini kukiwa na issue. Msione kuna kitu mtu amekosa na unazidi tukuweka katika moyo wako. Wakati utalipuka itakuwa mbaya. So kukiwa umeona kuna udhaifu fulani na mchumba wako ama ule bwana wako ama mume wako ama mke wako, kana yeye mzungumze, mtatue. Lakini tukiacha vitu hatujatatua, talaka inaita hapo mbele. So hivyo ndio vitu vitatu vikuu ambavyo unaweza ambia watu. Asante sana. Asante sana Pastor Reinhard. Pengine tukimalizia ushauri wako wa mwisho kwa the society in general, watu wote ambao wako kwa ndoa, wenye wanapanga kuingia kwa ndoa. Nitasema hivi, ndoa ilianzishwa na Mwenyezi Mungu. Na nitawaambia mara mingi kwa mitandao tunaona ndoa zile hazifanyi. Unajua kwa mitandao vitu ambavyo vinauza sana ni vitu ambazo sio vizuri. Lakini ninawahakikishia kuna zile ndoa ambazo ni nzuri na zinafanya kazi. Kama umetosha na umefika, omba Mungu akusaidie upate mtu mzuri. Ndoa ni nzuri, maana mwanzilishi ni Mungu. Usiogope kuoa na kuolewa. Asante sana. Sawa, asante sana Pastor Reinhard kuchukua muda wako kuja hapa siku ya leo. Natumai watu wengi sana, hata mimi ningekuwa huko nyumbani najua ningekuwa nafurahia tu juu nimejifunza mengi sana. Na kitu ambayo ningekuacha nayo mpenzi mtazamaji ni kuwa communication is the key. Jamani tujifunze kucommunicate na watu ambao tunakaa nao. Communication inashinda watu wengi sana, ndiposa communication ikikuwa tu wanasema tukikuwa na bridge kidogo tu pale inaharibu kila kitu. So tujifunze kucommunicate na watu ambao tunaishi nao nyumbani, ndiposa tu avoid hii mambo yote na isituendeleshe kwa talaka. Nimekuwa mwelekezi wako binti Lorina Buti. Kuwa na mchana mwema.